Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu Dominika ya pili ya Kwaresma mwaka A. Wapendwa, katika tafakari ya somo ya leo, masomo ya leo yamebeba ujumbe wa utii. Msikieni yeye. Baada ya Jumapili iliyopita kutuonyesha Yesu alivyovishinda vishawishi, leo tunaonyeshwa Yesu ameinuliwa juu. Mwanga wa utukufu wa Mungu anabadilika sura. Hivyo inatupa matumaini kuwa safari hii ya Kwaresma ni safari ya mwanga wa matumaini. Lakini katikati ya mwanga huu kuna sauti moja ya msingi sana inasikika, inasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na hapo ndipo kiini cha tafakari yetu hii ya leo kinapopatikana: utii, kumsikiliza yeye. Utii, msikieni yeye. Katika somo la kwanza, Mungu anamwambia Abrahamu aondoke katika nchi yake na jamaa zake na nyumba ya baba yake, aende katika nchi ambayo Mungu atakayemwonyesha. Hakupata maelezo marefu, hakujua safari itachukua muda gani, hakujua atapitia nini akiwa njiani, hakujua huko nini kitatokea atakapokwenda, bali alipokea neno tu pamoja na ahadi. Na maandiko yanasema kwa urahisi kabisa, basi Abrahamu akaenda. Hakuleta ubishi, hakusita, hakutafuta uhakika wa kibinadamu kwanza. Aliamini, akatii. Ni jambo gumu sana pale tunapoambiwa tuondoke katika makazi ambayo tumeyazoea, kufanya vitu ambavyo tumevizoea kuvifanya, na kuambiwa twende sehemu nyingine ambapo hatujui tunaenda kufanya nini, ambapo hatujui kule tunaenda kukuta nini. Katika hichi kisa kidogo cha Abrahamu kinatufundisha, tunajifunza kuwa utii wa kweli hauhitaji kila kitu kiwe wazi. Mara nyingi tunataka kujua mwisho kabla ya kuanza, tunataka kuona matokeo kabla ya kujitoa, lakini Mungu hufanya kazi kwa imani. Hutuita tuondoke katika hali tuliyozoea. Tuondoke katika nini? Katika muktadha wa mazingira yetu ya sasa na maisha yetu ya sasa, tuondoke katika dhambi tulizozizoea. Tuache dhambi. Tuondoke katika uvivu wa kiroho, katika maisha yasiyokuwa ya kawaida, katika maisha ya kawaida yasiyo na bidii ya kumtafuta Mungu. Mara nyingi sauti ya Mungu hututaka tuachilie kile kinachotushikilia sana, na mara nyingi tunakuwa tunakosa utii kusikiliza sauti ya Mungu. Utii unakuwa mgumu pale tunapopendelea zaidi usalama wetu kuliko mapenzi ya Mungu. Pia katika muktadha wa maisha yetu, katika eneo tunalofanya kazi, wakati mwingine tunapata uhamisho, hatutaki kuondoka. Wakati mwingine inafika umri wetu kabisa wa kustaafu, kuwapisha wengine waendelee kufanya na kuendeleza majukumu hayo, hatutaki kuachia, tunakuwa wagumu. Leo tunaalikwa tuwe watii kama Abrahamu alivyotii. Abrahamu alitii na kuwa utii wake akawa baraka, si kwake tu bali kwa mataifa yote. Unapokubali kuwaachia wenzako wafanye kazi, unakuwa baraka kwa wengine. Unapokubali kuondokana na kutenda mambo mabaya, kuishi maisha ya dhambi, kwa mfano kuiba, wengine wananufaika kwa sababu ile mali ambayo wameibia, wangepata hasara, wangerudi nyuma, wanafaidika, wanaendelea mbele. Hivyo leo tunaalikwa tuyaache yale tuliyoyazoea kuyafanya, mazoea mabaya. Tuyaache yale ambayo tunajiona kwamba ni sisi tu pekee tunaweza kufanya,
na hatutaki kuachia wengine wafanye. Abrahamu alitii na kwa utii wake alikuwa baraka. Tunapomtii Mungu hatujinufaishi sisi tu, tunakuwa chombo cha baraka kwa wengine. Lakini hiyo baraka huanza kwa hatua ya imani, kuondoka pale Mungu anaposema ondoka. Somo la pili linatukumbusha jambo la kina zaidi. Tunapoambiwa kuwa Mungu alituokoa na kutuita katika mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu, bali kwa kadiri ya makusudi na neema yake. Hii ni faraja kubwa sana kwetu wapendwa. Maana yake si kwamba tunamtii Mungu ili apate kutupenda, bali tunamtii kwa sababu tayari ametupenda. Mwito wetu haujengwi juu ya ukamilifu wetu, bali juu ya neema yake. Katika maisha ya sasa, watu wengi hubeba mizigo ya hatia, kushindwa au kujiona hawafai. Wengine hujiona bora kupita kiasi kwa sababu ya mafanikio yao, lakini mbele za Mungu wote tumesimama kwa neema. Neema hii haitaki kiburi wala kukata tamaa. Inataka kutii, kujinyenyekeza, kutii. Na Mungu ametufunulia uzima kupitia Kristo, aliyebatili mauti na kuleta tumaini la kutoharibika lisiloisha. Lakini tumaini hilo linakuwa halisi pale tunapochagua kuishi kwa mapenzi yake. Katika somo la Injili ya siku hii ya leo, tunapandishwa juu ya mlima pamoja na Yesu. Yesu anajiuka sura mbele ya wanafunzi wake. Uso wake unang'aa kama jua, mavazi yake yanakuwa meupe kama nuru. Ni tukio la ajabu lakini la utukufu. Wanafunzi wanashangaa, wanaguswa, wanatetemeka kwa hofu. Petro anatamani kubaki hapo, kujenga vibanda, kuifanya hali ile idumu milele. Lakini Mungu Baba anaingilia kati. Kutoka katika wingu inatoka sauti, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Hapo ndipo ujumbe wa leo unakuwa wazi kabisa. Si tu kumtazama Yesu, si tu kufurahia mwanga wake, si tu kushangazwa na utukufu wake, bali kumsikiliza. Kusikiliza na kusikiliza ndipo utii ulipo. Kusikiliza ni kunyenyekeza. Kumsikiliza Yesu ni zaidi ya kusikia maneno yake. Ni kuruhusu yale maneno tuliyoyasikia sasa yaingie moyoni na kuongoza maisha yetu. Ni kukubali mafundisho yake, yapigane na tamaa zetu mbaya, yapigane na vilema vyetu. Ni kuishi ukweli wake hata kama si rahisi, lakini ni kuishi ukweli. Ni kuchagua njia yake hata kama wakati mwingine ni nyembamba, wakati mwingine ni ngumu, lakini tunatii. Na utii ni uamuzi wa ndani. Maisha ya sasa yamejaa sauti nyingi. Kila upande kuna mawazo, kuna mitazamo, kuna shinikizo na mitindo inayotaka kuongoza fikra na maamuzi. Ndani ya kelele zote hizo, sauti ya Mungu bado inasema kwa upole, msikieni yeye. Swali ni hili: tunampa nafasi gani Yesu katika maamuzi yetu? Mara nyingi tunaamka asubuhi, tunajiamulia wenyewe, leo nitafanya hichi. Mara ngapi tunakumbuka kumkabidhi Mungu Yesu maamuzi yetu? Wakati mwingine tunafanya mipango mikubwa, lakini mara ngapi tunakumbuka kumkabidhi mipango yetu, maamuzi yetu? Je, tunamtafuta kwanza katika sala kabla ya kuchagua? Tujiulize, kabla ya kuchagua kufanya jambo fulani, kabla ya kuchagua kuanza kitu fulani, kabla ya kuchagua kufanya jambo lolote katika maisha, je, tunamtafuta kwanza Mungu katika sala?
Je, neno lake lina uzito kuliko mawazo yetu binafsi? Wakati mwingine tunathamini mawazo yetu, hata kama kuna sauti inayotukataza tusifanye, lakini tunathamini mawazo yetu na kuamini kwamba mawazo yetu ni mazuri. Wanafunzi waliposikia sauti ile walianguka kifudifudi kwa hofu, lakini Yesu akawakaribia, akawagusa, akasema, inukeni wala msiogope. Hii ni picha ya utii wa ukweli. Unyenyekeza pale tunapoyaona makuu ya Mungu, tunapokutana na ukuu wa Mungu, tunapotambua udogo wetu, lakini tunaona Yesu hatuachi chini, anatunyanyua. Utii hauleti fedheha, unaletwa kuinuliwa. Utii hauondoi changamoto zote, lakini huleta uwepo wa Kristo katikati ya changamoto hizo. Baada ya hayo yote, walishuka mlimani wakiwa wamebeba ndani yao neno moja, msikieni yeye. Hii ina maana kuwa uzoefu wa kiroho haukusudii kubaki kama kumbukumbu ya tukio zuri tu, unakusudiwa kubadilisha maisha yetu ya kila siku. Kwaresma ni kipindi cha kubadilika kutoka katika matendo mabaya, sio kwa muda mfupi, bali kabisa, kubadilika kuacha moja kwa moja. Pia katika Kwaresma ni shule ya utii wa kudumu, na ndio maana katika Kwaresma hii tunafanya mazoezi mengi ya kiroho, tunajitengenezea ile kujinyenyekeza na kuwa watii. Dominika hii ya leo inatualika tujiulize kwa kina, je, kweli tunamsikiliza Yesu au tunasikiliza zaidi hofu zetu, tamaa zetu na maoni yetu wenyewe? Tujiulize bado, je, tuko tayari kuondoka kama Abrahamu pale Mungu anapotuambia tuondoke katika yale madhaifu yetu, katika yale mabaya tunayotenda, katika madhambi tunayoyafanya? Tupo tayari kuyaacha Mungu anapotuambia tuyaache? Tupo tayari kusikiliza sauti ya Yesu? Tupo tayari kumfuata? Je, tunakubali kuishi kwa neema yake badala ya kutegemea nguvu zetu? Utii ni safari ya ndani, wapendwa. Ni kukubali Mungu awe Mungu katika maisha yetu. Ni kukubali kuwa hatuoni yote, lakini yeye Mungu anaona yote. Ni kuacha kumwelekeza Mungu tunavyotaka mambo yawe, na badala yake kusema kwa unyenyekevu, mapenzi yako yatimizwe. Basi katika kipindi hichi cha Kwaresma, tukiwa leo Dominika ya pili, tunaendelea kualikwa pale tunapofunga na kusali, tusahau kwamba lengo kuu si kujinyima tu, bali kuzishika amri za Mungu na kujifunza kumsikiliza Yesu makini zaidi. Tumsikilize katika neno lake, katika sauti ya dhamiri, katika ukimya wa moyo. Tumsikilize na kumtii. Baba wa mbinguni bado anasema leo, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Jibu letu liwe la imani na unyenyekevu. Ndiyo Bwana, nitakusikiliza. Ndiyo Bwana, tunakusikiliza. Ndiyo Bwana, nitakutii. Na tukifanya yote hayo, basi tutafanikiwa katika maisha yetu, tutafanikiwa katika yale yote tunayotenda, na hapo Ukristo wetu utadhihirika. Niwatakie Dominika njema yenye baraka tele. Tumsifu Yesu Kristo.